Oya, mambo vipi? Hii ni Halisi Media kwa nami the Shy Boy, na niliwaambia kabisa there is a story, there is reasons that made me to shave my long hair, and I told you the first story already. Right now I wanna tell you the second story that made me to shave my long hair. Okay, let me go through about the story, lakini kwanza tukule hii ndio tupate power. Ilikuwa wakati fulani, ilikuwa on Saturday when tulikuwa shule bale hivi. Time ya ku apply attachment. Alafu mimi kuna dem fulani tulikuwa naye, tukasema oya, tufanye aje? Kuna station fulani ya radio inafaa tupeleke hizi attachment application. Tukasema basi tutaenda Saturday. Hiyo Saturday kila mtu alikuwa ameandika CV yake vizuri, application letter, amefotocopy ID zake vizuri, alafu kuna documents zingine tuliweka ndani. Very neat, tukaweka kwa bahasha. Tukasema twende sasa. Tukaenda, tukafika kwa hiyo station, tukaingia kwa gate. Hiyo station iko ndani ya kanisa. So tukaingia, misa inaendelea. Ilikuwa inaendelea ama ilikuwa inaisha? I think tuliingia hivi kama inaisha. Okay, tukazunguka tukastafuta hiyo station hatukuwa. Kwa umbali kuna mtu mzima akatuita, "We, oya, simameni hapo." Tukasimama. Tukasimama hapo. Akaja akatuuliza, "Mnaenda wapi? Mnatafuta nini?" Tukasema, "Oya, tulikuwa tunatafuta radio station bla bla bla. Kuna application tuna apply attachment." Akasema iko pale, lakini sidhani kama wanafungulia watu on Saturday. Blanda. Lakini akasema acha ni confirm, akacall mzee mwenye yako huko ndani. Akaambia, "Oh, okay, waajilia wakuje." Huo mzee akatupeleka, akafungua mlango, tukaingia ndani, tukangoja kwa section fulani hivi. Wakatuma mjamaa kutoka huko hivi kwa studio, akatupeleka mpaka nje ya ofisi za hizo studios za radio. Tukaketi bench hapo nje. Huyo jamaa akatokea huko ndani anasema, anasema sijui kama nafasi za attachments imeadvertisiwa. Bila alituona tu hivi. Nikasema haki ya hii ni mambo gani? Akaingia ndani akaenda kuconsult. Akasema okay, wali advertise jana on Friday. Akasema leteni sasa vitu zenu. Wakatuangalia hivi. Akasema na barua ya kanisa watachuaje tunashiriki kanisa. Nikafikiria haraka, nikapiga hesabu, nikateremka. Wakaniambia fanya hivi, teremka hapo ofisi za kanisa, enda ujieleze, watakuandikia hiyo barua, recommendation letter. Nikaingia kwa hizo ofisi, wakaniambia oya, hayuko bado hapo misa. Mkuu wa kitengo. Tukangoja hapo nje hivi na rafiki yangu. Yeye ilikuwa mimi ndio ilikuwa ni sotiwa hapo ndani, alafu yeye ataenda nje huko hivi, ataenda kwa kanisa lake huko hivi. Tukangoja. Secretary akakuja akasema, akatuona hivi, mnataka nini? Mnataka huduma gani? Nikamwambia story zangu. Akasema okay, na unakuanga kwa group fulani ya YC youth ya kanisa, unakuanga kwa hiyo group? Nikasema hapana. Unasoma wapi? Nikamwambia nasoma college fulani hivi. Akasema hiyo college wako nayo, na najua vizuri tu college yetu haina. I've been there for 3 years. Hawana hiyo group ya vijana wa kanisa. Guy, tukawekwa hapo. Wakani guess, wewe unakujanga kanisa? Ulikuja last Sunday? Akasema nilikuja. Nani alikuwa anahubiri? Nikamwambia okay, nikamuelezea vizuri. Akasema okay. Akasema fanya hivi, write your name down, andika jina lako kwa hii kitabu na purpose na your number, phone number, tutakucall. Akasema sawa. Kaandika purpose, attachment, recommendation letter. Kaeka namba yangu hapo hivi. Nikamwambia asante.
tukatoka. Tulitoka kama tuko na njaa. My friend, hapo sasa tukajiuliza, kwani tulikaa aje? Mpaka tukaambiwa anataka recommendation letter from church. Nikakuja kukundua bro, nywele zangu zilikuwa ndefu bwana, ikafanya mpaka wakatupea vitu zingine za wakatuchucha. Nikaelewa ni nywele, nikasema kia Mungu, this hair one day I will shave. Na ikanifanya nikakosa hiyo nafasi, sikupata. Hiyo ndio ikanifanya nikanyoa. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, I will tell you later. My friend, things are outer appearance matters a lot.